Habari wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, chaneli ambayo kama ilivyoada ipo karibu nanyi kuwaletea masomo mbalimbali yanayohusu elimu ya nyota na maumbile. Na leo tunakukaribisha tuuangazie mwaka 2026 katika uchanganuzi wa nambari au wazungu wanaita numerology, lakini pia kwa Kiarabu wanaita ilmul a'dadi. Katika uchambuzi wa mwaka 2026 kwenye upande wa hisabu, huu ni mwaka wenye hadhi ya namba 1, na hii ni kwa wote. Inaashiria wakati mzuri na mwanzo mpya wenye uhuru, uongozi na uanzilishi mpya katika mambo ya pamoja na ya kibinafsi. 2026 ni mwaka unaohitaji ujasiri, uhalisia na kupiga hatua katika kujenga misingi ya siku zijazo, pamoja na kufikiria kuzaliwa upya, uvumbuzi na kuanzisha utambulisho mpya. Watu waliozaliwa kwenye siku za tarehe 1, tarehe 10, tarehe 19 au tarehe 28 wataungana na nishati hii ya mwaka 2026 wakipitia fursa zilizoimarishwa kwa mabadiliko ya kazi, biashara na kujitambua. Mandhari ya ujumla ya mwaka 2026 ni mwaka wa walimwengu wote, na hii inamaanisha kila mtu azingatie umuhimu wa matendo na maombi ya kiroho. Mwaka 2026 ambao ni mwaka wa kwanza kwa wote utakuwa kama mabadiliko ya ulimwengu, hasa baada ya kufurahia mwaka wenye hadhi ya 9 ambao ni mwaka uliopita, yaani 2025, mwaka ambao ndani yake kulitokea vifo vingi vya ubinafsi, mwisho mbaya, lakini vile vile na masomo ya kiroho katika mwaka huo. Mwaka 2026 ambao ni mwaka wa kwanza kwa wote utaambatana na mwanzo mpya, na hii ni fursa yako ya kufuta historia mbaya iliyopita na uanze tena. Katika mwaka 2026 kutakuwa na haya yafuatayo. Kwanza kabisa, kutakuwa na mzunguko mpya. Hali hii itazalisha mwanzo mpya kama mlipuko wa shangwe pindi mechi inapoanza, na hii itasababisha kuzaliwa kwa mifumo mipya kabisa. Lakini katika mwaka 2026 kuna uongozi na vitendo. Hili ni ongezeko la nishati ambayo itakuhitaji wewe kuchukua hatua, kuwajibika na kuongeza ujasiri. 2026 kwenye upande wa ubunifu, huu ni wakati wa kuyatekeleza mawazo bila kupania. Huu ni mwaka unaohitaji mageuzi ya ubunifu na mabadiliko. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuzingatia mambo binafsi. Unashauriwa ulenge kujielekeza wewe mwenyewe kwanza, lakini kujitambulisha na kuandika hadithi mpya za maisha binafsi. Tukitazama kwenye upande wa tarehe za kuzaliwa, watu waliozaliwa kwenye tarehe 1, tarehe 10, tarehe 19 na tarehe 28, huu ni mwaka wako wa kung'aa kama kiongozi. Inakuhitaji kuanzisha mabadiliko makubwa katika taaluma na maisha kwa ujumla. Wale watu waliozaliwa tarehe 2, tarehe 11, tarehe 20 na tarehe 29, mnapaswa kuzingatia usawa wa kihisia, ushirikiano na namna ya kutafuta mwanzo mpya. Kwa wale watu waliozaliwa tarehe 3, tarehe 12, tarehe 21 na tarehe 30, huu ni mwaka mwepesi kwa ubunifu, kujieleza na uhusiano kwa jamii. Kwa wale watu waliozaliwa tarehe 4, tarehe 13, tarehe 22 na tarehe 31, huu ni mwaka wao wa kujenga misingi, nidhamu na utulivu wa hali ya juu. Wale waliozaliwa tarehe 5, tarehe 14 na tarehe 23, huu ni mwaka wenye nishati ya mabadiliko yatakayozalisha uhuru na kuongeza uzoefu mpya. Kwa wale watu waliozaliwa tarehe 6, tarehe 15 na tarehe 24, unatakiwa kuzingatia maelewano, kutimiza wajibu, kuizingatia familia na kupambania mahusiano. Kwa wale watu waliozaliwa tarehe 7, tarehe 16 na tarehe 25, huu ni wakati wao wa kujichunguza, kujikuza zaidi kiroho na kutafuta maana zaidi katika yale mafumbo yanayowaandama. Wale watu waliozaliwa tarehe 8, tarehe 17 na tarehe 26, huu ni mwaka wa nguvu, upanuzi wa malengo pamoja na mafanikio au mavuno. Na kwa wale watu waliozaliwa tarehe 9,
tarehe 18 na tarehe 27. Mwaka huu utakuwa ni wenye mzunguko wa kukamilika kwao. Mwaka huu utawaruhusu wao kwenda popote wanapopahitaji. Mwaka huu wanatakiwa kujiandaa kwa mwanzo mkubwa na watafanikiwa. Nikirudi kukuangazia jinsi gani ya kuvuna nishati nzuri kwenye mwaka huu wa 2026, tunakushauri kuwa jasiri, kuchangamka, usingoje fursa zikufuate. Jifuatilie mfumo wako wa kiroho, toa sadaka na kafara ili kuilinda nguvu yako. Naam, wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, tumefikia ukomo wa somo letu na uchambuzi mfupi katika mwaka 2026 kwenye upande wa nambari. Nikukaribishe katika masomo yetu yajayo. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.